Wacha nilete mheshimiwa spika aje aweze kuzungumza, baadaye akuite uwe tukubaliane yale maneno ambayo tulikuwa tumezungumza. Mheshimiwa spika. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, ndugu Rigathi, waheshimiwa wabunge wetu, gavana wetu, waziri wetu wa afya aliye hapa, na viongozi wote tukiwa na management, na waheshimiwa wakulima na wafanyakazi, ya mjambo. Mlembe, mlembe swa, mlembe te, mlembe mia. Mheshimiwa Rais, tulikuwa hapa mwezi wa 8, tukafika hapa kama tumenyesha sana, mkutano hakuenda sawa sawa. Leo tumerudi hapa kutembelea kiwanda cha Nzoia kwa sababu it is in the hearts and minds of our people. Tumekuja hapa ili tujaribu kuboresha hali ya wafanyakazi, hali ya wakulima na kuleta pesa kwa wananchi. Nzoia ina historia yake. Nzoia ina matatizo yake. Na Nzoia ina future yake. Vile tumekuja, ndugu wakulima na wafanyakazi, hakuna mtu hajui kwamba wafanyakazi wa Nzoia na viongozi wenu huwa tunashirikiana na kuwasiliana mara kwa mara kwamba kumekuwa na shida ya kuwalipa mishahara yenu. Tumemweleza rais na ameambia sisi ya kwamba tutakuwa na suluhisho. Tumekuwa na shida ya kulipa wakulima, mambo ya debt write off. Mimi nilianzisha hiyo kwa serikali ya Mzee Kibaki in 2012. Tukapeleka hoja kwa bunge na waziri wa fedha Robinson Kidai wakati ule. At that time the debt was only 21.8 billion. We wrote off the debt, it was never removed from the books. Ikaendelea kuzaana mpaka ikafika 253 billion. Sasa hiyo imeondolewa kwa vitabu. Nzoia has a clean bill of financial health in terms of looking at its balance sheet. Security ya Nzoia iko free sasa. Our only debts have been to the farmer. Na tunajua bila kumlipa mkulima hatutapata raw materials. Na namshukuru Mheshimiwa Hang'ata ametubrief ya kwamba tangu aanze kusiaga wale wakulima wameleta hii miwa hivi karibuni wanapata malipo in 2 weeks. But we have the historical debts which you know ya kwamba serikali imetuma pesa inaanza kuingia kwa mifuko ya wananchi. Kizungumkuti tulio nayo hapa Nzoia, kwanza ni siasa mingi, pili ni fitina mingi, tatu ni sisi kama viongozi wanting to score cheap political points against each other. Mimi nataka kuwaomba ndugu zangu, na tumemwambia rais na amekubali ya kwamba yoyote ambayo tunafanya lazima tuhusishe mfanyakazi, tuhusishe mkulima, tuhusishe mtu wa NOC, tuhusishe hao wabunge wetu, MCAs ambao wanahusika, na tutaketi na viongozi wa serikali akiwa mawaziri, so that whatever we do and we say, kila mtu awe amehusika, ameelewa, anafahamu na hata leta fitina baadaye. Kwa sababu people talk
people talk in discordant voices because of either ignorance or malice or both. Sisi tunataka kila mtu ajue ya kwamba nobody in his right mind can undermine Nzoia. Nobody in his right mind can understate the importance of Nzoia. And nobody in his right mind can pretend that they care about Nzoia more than others. Sisi zote, nyinyi wafanyakazi, wengine ni watoto wetu, wengine ndugu zetu, we have struggled with you throughout. And we feel your pain. Watoto wenu wanaenda shule, hakuna fees. Kazi umefanya, you have logged in and out for 24 months. But the president has come here because he understands and he appreciates the value of the people of Bungoma. Sisi watu ya Bungoma tulifanya kazi yetu kisiasa. Tulitembea na wenzetu kisiasa. Tulipika kura yetu kisiasa. And we made a difference in this country. And that difference will now pay dividends to our people. And that's why the president, with his many challenges, this is the second time he's coming to Nzoia in less than 1 year. Not because he has nothing else to do, but because he cares and he knows that if everywhere else counts, Bungoma counts even more. And he's going to talk to you and engage you. Kila mtu aelewe ya kwamba hakuna mtu mwenye nia mbaya katika Bungoma yetu. Hii shamba ya nucleus ni shamba ya serikali. Na serikali ilichukua kwa mababu zetu. Is our ancestral heritage. Na kwamba whatever we want to do, we must take into account that the nostalgic effect that it will cause to us must be taken into account. Na sisi kama viongozi wenu, nataka kuwaomba wabunge wetu, ma-MCS wetu, governor wetu, come to the table when we are going to meet with the Minister for Finance and Agriculture and let everybody either say his bit or keep his cool forever. Wacha nimalizie hapa wananchi, huu msima, valimi, muhagiva hapu Nzoia ino tawe, it is your only cow that you can keep and milk. Erechisendi mfuko mwomundu, arunge fisi yevana, alisi ye family, akende yesiabone kanehongo mundu. Nesenga kiongozi wenywe, I will never let you down. Neither shall I ever lead you astray. Neither shall I ever misadvise you. Neither shall I ever abandon you. You have made us where we are and proud to be what we are. We will stand with you and for you forever. Nikimalizia, niko hapa na wabunge, waacha niwaite wasimame. Niko na Mheshimiwa Malulu Injendi, mbunge wa Malava. Malava also gross cane that comes to Nzoia. Niko na Mheshimiwa John Waluke, mwenyekiti wa wabunge wote wa Western Region, ambaye ni mbunge wa Sirisia. Na niko na majority leader, Kimani Ichung'wah, wewe kuja salimia dakika moja, umetoka mbali. Ndio nimuite rafiki yangu Rigiji.